Kimefichwa na mawingu meusi, kivuli kinatembea bila miguu. Sauti za wachawi zaita gizani, wakikusanya nguvu za zamani. Moto wa laana wawaka kimya, hakuna salama chini ya anga. Ukuta wafunguka pole pole, hofu yatawala kila pembe. Ukuta wa shetani usiukaribie, wachawi wameapa. Wewe ni nani? Mimi ndo Mwangido, mfalme wote wa Wandigu, uko chini yangu. Sawa, nimekuelewa. Hebu leta hapa. Haya, nifuate. Sawa, nahitaji msaada wako. Nakufa moyo wewe. Inaonekana haka nika kiongozi. Watanitambua. Ndicha ndahise.
Mzee Matongo. Mzee Matongo. Mzee Matongo. Nini kimekuleta hapa? Nikiwa kama Katili Sangia Kipeja. Wazee wa himaya hii ya Wandigu wananitaka niwe mfalme wa himaya hii yote ya Wandigu. Wewe Katili Sangira, ndakumva neza numvuge, ndakumva. mimi nakujua tangu umezaliwa, una uchu wa madaraka. Nina uchu wa madaraka mimi? Jewe, ningekuwa na uchu wa madaraka ningekuja kukuambia haya. Sindo kubwira na kamwe na rimwe, sindo kubwiye. Kilichokuleta hapa sio kuja kunieleza hayo, ni kuja kunikebei tu, kwa sababu mimi nimekuwepo kwenye utawala huu kwa muda mrefu na moyo wako tayari umeshashika madaraka. Wewe tayari moyo wako unafurahia madaraka. Kwa hiyo hapo kilichokuleta hapa sio kutaka kuniambia au mimi nikupe ushauri. Tayari moyo wako umeyashika madaraka. Lakini nisikilize nachokuambia. Kwa sababu ya uchu wako wa madaraka, ufalme huu wa Wandigu utamwaga damu. Uvuze? Unasemaje wewe? Ufalme wa Wandigu utamwaga damu, na hii itakuwa kwa sababu ya wewe kutaka madaraka, ikiwa ni kisasi cha hao unaoita wazee wa himaya, wakati mimi nawajua ni mashetani. Wao ndio walioshiriki kumua mfalme wa zamani Bwana Tinginya, mfalme aliyekuwa na dini yake mpya, dini ambayo ilikuwa ni imani, ilisimama kama roho kipindi kile, ilisimama kama msingi wa kujenga taifa hili kwa upya. Mzee huyu alisimamia itikadi ya haki, akasaidia wanyonge, akawasimamisha watu ambao walikuwa wamepoteza matumaini. Alisimama katika misingi ya kweli na wala hakusita kuwakanya watu ambao walikuwa wanaenda kinyume na misingi, lakini hakunyanyua upanga kwa ajili ya kuwadhuru raia. Aliwapenda wote. Leo hii ni nani ataweza kusimama kurudisha hadhi ya mtawala huyu? Umeajua yote haya wapi? Umeajuaje haya? Kabla yako kwenye utawala mimi nilikuwepo. So hauna nyota ya kifalme. Natazama kuna mtoto mchanga anadhaliwa, na huyo ana damu ya kifalme. Umwana
Hayo wewe umeajuaje? Bwana Katili Sanjira, wewe ni wajana, hujui mengi. Dahisa wewe. Jikaze mwanangu. Utaua ni kwa kwako ndio. Kita jirani. Jikaze kabisa. Jikaze tu. Tanua miguu. Chapa moto na wachapa. Tanua miguu. Mtoto mwenye kashinda. Dendende paliso na nyoko chafula. Dendende paliso na nyoko na chino ntalandile. Dendende paliso na nyoko chafula. Mwana chiwe na kusaka malizi onsi nafumya paliso na nyoko na chino ntalandile. Dendende paliso na nyoko chafula. Mwana chiwe na kusaka malizi onsi nafumya paliso na nyoko na chino ntalandile. Dendende paliso na nyoko chafu. Dendende paliso na nyoko na chino ntalandile. Dendende paliso na nyoko chafula. Mwana chiwe na kusaka malizi onsi nafumya paliso na nyoko na chino ntalandile. Dendende paliso na nyoko chafula. Kwa sauti ya mwanamke taratibu na kwa utulivu, usiku umefika, milango imefunguka, ukuta wa shetani umeamka. Haiwezekani. Haya madaraka lazima niyamiliki mimi. Yaani wanipokonya madaraka hivi? Haiwezekani. Mimi kama Katili Sanjira Kipeja lazima niyachukue. Ni wakati tunapaswa sasa kumlinda mtawala ajaye.
paliso na nyoka na chino ndalandile ndende paliso na nyoka chafula mwana chiwe na kusaka malizi onsi. Njia mwanaye na male fakre sanga na mala kabisa Sonia. Njia Malvili. Sonia anahitaji msaada. Sonia yuko kwenye matatizo. Mwanangu. Kipeja, kwamba unioni au? Vipi? Naona unatoka resi sana. Kuna usalama? Hapana. Katili. Kama kuna tatizo unaonekana kabisa, yani nakiona kitu kabisa kwenye moyo wako. Sema nilikuwa shamba. Si unaona hali imechafuka. Pia tutakusaidia. Niambie. Niko sawa kabisa. Serious? Niko sawa kabisa. Sawa. Sema nani? Kwani njia zinatoka? Zinatoka? Ya, inatoka. Sawa, tutaongea kesho. Basi sawa. Bye, kesho. Nitakutafuta kesho. Sawa.
huyo ni nani? Mtoto? Ndio. Umemtoa wapi? Mtoto wa Sonia. Sonia? Natazama kuna mtoto mchanga anadhaliwa, na huyo ana damu ya kifalme. Umwana? Sonia ameshatoweka kwenye hii ardhi yetu. Ndio, lakini nimemkuta kule mpakani na ndipo alipojificha mtoto. Sogea. Na mtoto mwenyewe amezaliwa Kashinde. Kwa hiyo wewe unaenda wapi? Naelekea kule kwenye njia ya Manifili. Si unajua watoto wakizaliwa wakashinde huwa wanaenda kukabidhiwa kwa wale wakubwa. Kwa hiyo ndio nakwenda pale. Lakini pale kuna mtu. Gani? Moringo. Kama ni Moringo, yule ni mtu wetu, wala usiwe na wasiwasi. Yule si ni mtu wetu kabisa Moringo. Mtu wetu? Ndio. Moringo ni mtu ambaye siwezi kumwamini kabisa. Sasa umwamini kivipi? Moringo. Yaani hapo kama sasa unataka turuke mkojo tukanyage mavi, niambie habari za Moringo. Moringo. Huu mchezo inawezekana anaujua. Ndio maana nimempita pale akiwa amesimama. Sawa. Sasa naomba unifuate. Sawa. Kwenye maono ni haya. Tatizo ni huo mwiba? Hapana. Shida tatizo nini? Ninawaza
jinsi Mfalme Tingini alivyokuwa anakataa kabisa mauaji ya watu wasiokuwa na hatia. Na kusikiliza. Unajua Bwana Kateli, sisi wachawi tumekupa nguvu za kuua au kutokuua. Na kusikiliza vizuri. Na utakuwa kama Mfalme Tingini. Mfalme Tingini alikuwa haui watu wasiokuwa na hatia. Nisikilize nikwambie. Mimi nikiwa kama Katili Sangira Kipeja, naomba achana nayo mambo. Tumchukue huyu mtoto tuende naye kwanza tukafanye maandalizi ya kumuua, afu mambo mengine tutayafanya baadaye. Hapana, chukua huyu mtoto. Chukua huyu mtoto ukamue wewe mwenyewe. Mimi nasubiria yangu yatakao kuja. Kwa hiyo ndo kusema kwamba unataka kumtetea huyu mtoto au? Hapana, inaniuma sana. Labda mimi mwenyewe nijitoe nafsi yangu, na ninajuta sana kwa mambo niliyoyafanya ya nyuma. Bora mimi nife kulikoni huyu mtoto. Natamani kuishi na natamani huyu mtoto angeishi. Sawa, lakini muwe makini sana. Ukuta wafunguka pole pole, hofu ya tawala kila pembe. Ukuta wa shetani usiukaribie, wachawi wameapa dunia kuitwa. Ukuta wa shetani usiutazame, giza likita hakuna kurejea. Afadhali hata bibi nimekuona. Kiukweli mimi nimejifungua na mtoto wangu amepotea, ila ninavyohisi kuna mtu alikuja kunisaidia na mtoto wangu sijamuona. Kwa hiyo mimi nikusaidieje? Na kwa mazingira yapi? Na ulikuwa na nani siku hiyo unajifungua? Na ulijifungulia wapi? Wewe ni mpumbavu. Wewe ulitupa mtoto unakuja kujichachemea hapa eti mtoto amepotea. Umeuza mtoto. Pumbavu. Nasema niambie mimi nikusaidie nini? Una akili. Mabinti wa siku hizi mmedanganywa mpaka mnatupa na watoto, unakuja kujipendekeza kwangu kuniambia kwamba mtoto amenani. Umeibiwa mtoto. Ulikuwa umekufa, ulikuwa umelala jumla. Wewe. Umekukomesha sasa.
Ye mwana we. Uguye ku mabyiye mbata. Iwagatiri. Umeanguka kwenye mavi ya bata. Umejichanganya wewe mtoto wewe. Unataka wewe uninyang'anye madaraka? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Alafu kwanza nimefurahi ulivyoingia kwenye mikono yangu. Ndo katili. Uliwakipeja. Unalia mikononi mwa katili. Nyamaza wakayoyawe. Mtoto mdogo nataka kuninyang'anya madaraka. Katili, umeshaingia kwenye mikono yangu. Kwanza wewe lazima ufe. Katili. Bisuka. Abe. Mwenzangu, vipi uko ndani? Mbona unakuja na haraka hizo? Mbona umekuja kwa haraka hivyo? Kuna nini? Lazima niwe na haraka. Kuna jambo nataka kuambia. Yule mtoto wa kifalme yule na Sonia amejifungua. Na mtoto nimembeba kabisa. Usishangae, mtoto nimembeba kabisa mikononi mwangu. Wewe huyu? Mimi mwenyewe hapa nimembeba. Alafu tukakutana na katili kule. Nikawa nimemkabidhi yule mtoto. Ndio maana nimekuja hapa kukupa taarifa hizo. Hata hivyo kama umemkabidhi kwa katili, mipango yetu imeenda vizuri. Kwa hiyo tuseme katili na sisi ni kitu kimoja. Ndio hivyo, kwani umesahau? Nini hicho? Ni filimbi. Filimbi gani? Kwenye jumba la kifalme. Zinahusu nini? Yule mtoto anatafutwa. Mimi hapa nikwambie. Anatafutwa. Urahabonye. Unataka kuchukua madaraka yangu? Haijawahi kutokea hata siku moja. Gatiri mimi, yewe. Ngana nigwa. Nakunyegeze kwanza. Nikufiche, nikishakuficha niende kwanza kwa wenzangu kwenye vikao nikawasikiliza hao washenzi wanasemaje saa hizi. Changanya mwamba. Aha. Uli wakatili. Sangira kipeja. Ngogatili kipeja. Nakutwai Kigoma. Nakuja. Yule uliyemwachia mtoto katelekeza mtoto. Kwa hiyo natakiwa uende kwenye makutano yetu pale. Mimi nitaenda kumchukua mtoto. Sawa. Dadangu samani,
Mimi nimepotelewa na mtoto, ana siku moja tu. Pengine labda umesikia katika maeneo haya, labda kuna mtu kakota mtoto au umemwona mtu labda amembeba. Unisaidie. Mtoto? Ndio. Ila kwenye hichi kijiji chetu kuna fisi zinakula watu. Sizani. Sababu maeneo niliyokuwa baada ya kuzinduka nilikuta mzigo wa kuni. Nahisi kama kuna mtu alikuja kunisaidia. Ila kwangu mimi sijaona. Labda usogee mbele kidogo, maana kuna vijiji vingi. Labda unaweza kukutana na mtu aliyemuona mtu kabeba mtoto, au mtoto mwenyewe unaweza kumuona. Kwangu mimi sidhani kwa kweli, maana sijamuona kwa kweli. Sawa. Pole. Asante. Oringo, nadhani taarifa hiyo umepokea, si ndio? Ndio, taarifa ninayo. Na najua kabisa sasa tumevamiwa, na najua kabisa kwamba ulienda kwenye ile njia kumchukua mtoto, si ndio? Ndio. Lakini hukufanikiwa kumchukua. Ndio, sikufanikiwa. Lakini ulikutana na mtu, na huyo mtu aliyekutana naye ni rafiki yako sana, na huyo mtu ndiye aliyeharibu mchezo mzima. Ndio, ninajua. Sasa unapaswa uende
kwenye mti wa Alkas. Huko utamkuta Sonia kachoka, hajala na hana kila kitu, lakini umeamuriwa kumtoa kwenye himaya ya Wandigu. Mimi naelekea kwa Katili, nyumbani kwake ndipo mtoto alipowekwa. Sawa. Naamini utaikamilisha misheni. Sawa, nitafanya kwa muda. Pole sana. Nimekuja hapa ili niweze kukusaidia, lakini kitu ambacho natakiwa kufanya kwa wakati huu ni kutoka maeneo hayo, kwa sababu unawindwa. Yaani kwenye hiki kijiji unawindwa, wewe unatakiwa ufe. Sasa endapo ukibaki mahali hapa unaweza ukafa, alafu mtoto yuko sehemu salama, yuko mikono salama kabisa. Kinachotakiwa tu ni wewe ni kutoka katika hiki kijiji uende mbali. Hapa ndio kwao. Yule mtoto sio wako, ni mali ya himaya hii. Kwa hiyo huwezi ukamtoa hapa. Kinachotakiwa tu ili umuone, kubali utoke uende mbali, angalau usubiri hili dhoruba litulie, alafu utarudi. Mtoto wako utakuja kumuona yuko sehemu salama kabisa. Ninakuhakikisha tutamtunza. Nina uhakika. Si unaniamini? Kuwa na amani. Mtoto yuko sehemu salama. Ndio maana mimi nimeagizwa nije mahali hapa nikutoe kwenye hiki kijiji ili ukawe salama. Siku za mbele uje uweze kumuona mtoto wako. Niamini mimi. Yule mtoto hapa hawezi kutoka kwa sababu hii ni himaya yao. Hawezi kutoka. Natamani ningepata hata nafasi ya kumuona japo kidogo tu mwanangu. Ni kweli, lakini mazingira hayaruhusu. Umenielewa? Basi nakuomba, pamoja na maumivu na mchoko ulionao, vumilia nikutoe ili ukawe salama. Umenielewa? Zaidi ukiendelea kuchelewa, wale watu wanaokuinda watakukuta, na wakikukuta hautamuona kabisa huyo mtoto. Kwa hiyo ili uwe salama na mtoto uje umuone, inakubidi kubaliane na mimi, maana mimi nimetumwa kuja kukutoa wewe hapa. Sijui umenielewa? Twende basi, maana muda sio mrefu wanaweza wakaja. Twende.
Hata hivyo nilikuwa nimekusubiria sana. Katili Sanjiro, hadi huku? Wandigu ni ukuta wa shetani. Siku zote mchawi hawezi kukimbiwa hata siku moja. Na huu ndio ukuta wa shetani. Katili Sanjiro, hadi huku? Muuaji mkubwa wewe. Wewe ndio ulioniulia baba yangu mimi, na mpaka sasa naishi maisha ya kutangatanga kwenye himaya, sina mtetezi. Yote ni kwa sababu yako, na sijui kwa nini nimekutana na wewe. Nakuchukia, sitamani hata kuona sura yako hata siku moja. Wandigu haijawahi kukimbiwa hata siku moja. Uramonye, umeniona? Umeamua kuja kwenye uhalisia wako. Mimi sikuogopi. Unataka kufanya kufanya. Sikuogopi. Awamu hii tunamtaka mwanao adoki. Ndugu zangu, mwe na huruma. Miaka 3 mfululizo nimemtoa baba, nimemtoa mtoto, na mwaka huu hapana. Mimi nina mme, nina watoto. Haijalishi. Haijalishi nini? Ina maana katika vikao vyenu vyote mnakaa ni kunijadili tu mimi. Mimi ndio mmeniona na watoto wengi. Wengine kwa nini wasitoe? Tulikubaliana kwa sababu hata bwana Katili anajua hilo. Analijua wazi kwamba tulikubaliana. Haitawezekana kwa kiwangu. Labda ujitoe wewe mwenyewe. Nimekisuka. Lakini nini? Sikiliza. Usimkatie kusema lakini nini. Inawezekana kuna kitu kizuri ambacho uko nakueleza. Kizuri gani? Alikuwepo wakati tunakubaliana na bwana Katili akiwepo. Kwa hiyo nyinyi mnakubaliana mnapenda kula nyama za watu, si ndivyo? Ukiwemo na wewe. Hapana. Yaani kwa... Ujitoe wewe sasa. Jitoe wewe. Jitoe wewe. Sawa? Na Ijumaa ndio hitimisho. Usiku sana Ijumaa ndio hitimisho ya hayo mambo. Nipe huyo mtoto hapa. Usituingilie. Leta huyo mtoto hapa. Usituingilie. Nasema nipe huyo mtoto. Hayo mama hayakuhusu. Unataka kufa sio? Kufa ni nini?
Nimefichwa na mawingu meusi, kivuli kinatembea bila miguu. Sali, sali, sali. Satan demand the people with his number. Sali, sali, sali. Satan demand the people with his number. Sali, sali, sali. Satan demand the people with his number. Sali, sali, sali. Satan demand the people with his number. Siwezi nikawainamia mashetani. Wewe unazungumza hivyo kama nani? Kuruhusa mkolimani. Mungu wangu amenizuia kuwa shirika moja na mashetani kama nyinyi. Sikiliza we kijana. Hata watu wa serikalini hapa lazima wakifika wainame. Wote wako chini ya amri. Hata Yesu unayemjua wewe naye ametuinamia sisi hapa. Manabii wote unaowajua wewe wamepita hapa. Hata mashehe wakubwa na wametusujudia sisi. Sembuse wewe unazungumza hivyo kama nani? Takupiga kichwa kijana. Leta mambo yako hapa. Mimi ndo katili wa njira. Yaani nitakuhurumia tu. Au nikujambia nini? Kusamehe. Kila kitu kina mwisho wake, na imani pia. Hata nyinyi mashetani, ipo siku mtakuwa na mwisho. Sikiliza we kijana. Hata manabii, mitume wa zamani wakija hapa lazima tusujudie. Mashehe, mapadri na mashehe wote wakija hapa lazima watusujudie. Wasanii wote, wacheza mpira wote, hapa ni mwisho. Nginya nginya, unaleta nginya nginya wewe. Nginya nginya nyingi. Nginya nginya nyingi. Watu mbalimbali hapa lazima wafike. Wewe unazungumza kama nani? Washirika, tuko pamoja? Ndio. Tuko pamoja? Ndio mkuu. Katili Sangira Kipeja. Ndio mkuu. Na hamna shida. Ni kama zile za kwetu tu. I come here. Sasa washirika wenzangu. Ndio mkuu. Naomba mnisikilize kwa makini. Saa yangu iko sawa, haijawahi kudanganya. Natoa maagizo tena myasikilize kwa makini. Hairuhusiwi mtu yoyote kumiliki kitu chenye maendeleo katika himaya hii bila alama yetu, si ndio? Ndio mkuu. Hairuhusiwi msanii yoyote au shehe au mtu yoyote katika himaya yetu kufanya jambo la heri bila ikuwa na alama yetu. Ni sawa? Ndio mkuu. Tuko sawa? Sawa mkuu. Murumvise? Ndio. Murumvise? Tunakumva. Kumbe murategeza na gahaga. Sasa isuka, tupe Kiingereza kidogo. Please teacher, may I go out? Yes, go.
ndoto. Yaani mimi ni waabudu mashetani? Kumbe ndio maana mambo yangu yameharibika. Alafu wanasema bila alama yao. Wametaja vitu vyote vya duniani karibu na vimiliki wao. Ndio napata picha. Ndio maana mambo yangu yanaharibika. Vipi? Na hata mnaenda? Kwa vile wanatoka sura na kila kitu. Wasafi. Wasafi wewe. Naomba utoke mlango Makurusa. Toka Makurusa. Sasa kila siku ananitia rosi huyu Makurusa. Sijui shida ni nini, sijui limelogwa, yaani hata sielewi kabisa. Twende bwana. Sasa usifanyie hivi mke wangu jamani. Sasa unaenda wapi mwanangu? Unaenda wapi sasa? Usifanyie hivi. Naomba rudi ndani basi tuelewane. Nirudi ndani wapi? Lakini mke wangu. Unajua nimekukosea sana mke wangu. Naomba msamaha wako. Nakuomba tu rudi ndani mwanangu. Si rudi ndani. Kama nini? Bado mimi nakupenda. Yaani mwanaume Kama unaondoka mimi niachaje huko ndani? Nakuacha kama nilivyokukuta. Naomba usiondoke mke wangu. Tambua bado nakupenda na kuomba usiondoke. Kweli kabisa. Hivi wewe ulinikuta hivi? Hapana. Kipindi unalichukua kwetu nilikuta hivi? Nakuuliza. Hapana. Mtoto nilikuwa biskari, nilikuwa nalipa. Lakini sasa hivi cheki nilivyokuwa. Lakini hiyo yote ni hali tu ya maisha kuwa ngumu. Hali ya maisha kila siku, hali ya maisha inakuwa ngumu. Wanaume wenzao wako wanatafuta na wanapata. Wewe tu ndo kila siku hali ngumu. Sio? Lakini naomba usiwasikilize majirani hao. Hamna kitu kabisa huko. Nilitoka kwenye story zenu. Ondoka na wewe kama unaondoka. Mwanaume mwenyewe kula una time. Kuchota akili na majirani. Lakini mke wangu. Shoga yangu kama unaondoka.
Nakupigia makofi. Achana na huyu. Hebu niache. Kila kitu nataka nakuletea. Sikia anavyoongea. Achana na hawa. Wewe tipa. Utakuwa shida ugali dagaa. Na uji. Kwa umefly sasa. Nimefly. Wewe kufanya kumefly. Achana na mimi kabisa. Nimefly nini? Nilikuwepo kipindi mnatongozana na wewe mke. Kwanza yanihusu mambo yenu. Wewe ulichokifanya muona sawa kabisa. Niache. Wewe mwenyewe kulala. Unategemea utamlisha nini mwanamke? Una taibu. Hizi kwa fly. Mwanaume mzima ovyo. Nitoe kiwili hapa. Toka. Samahani bana, nimekuita pembeni hapa. Nilikuwa nahitaji unisaidie hata shilingi 200 tu ndugu yangu, nikachukue muhogo mmoja, angalau na maji hata ya 100 rafiki yangu. Nahitaji msaada wako, naomba unisaidie. Yaani nimezunguka kweli aisi. Nakuruhusu rafiki yangu. Lakini mbona nikikutizama na kuona kabisa wazi ni mtu ambaye una nguvu, una mikono, miguu, kila kitu. Unaweza ukafanya kazi. Na unavyoniona mimi hapa tangia asubuhi nimekaa hapa kijiweni, sijapiga hata kichwa kimoja. Nikuta siku mbaya. Yaani tangia asubuhi unavyoniona hivi, sijaingiza chochote. Tangia asubuhi sijaingiza hata kichwa kimoja. Kwa hiyo nilichokuwa naona labda uangalie sehemu nyingine. Alafu na jinsi nikikutizama kuanzia juu mpaka chini jinsi ulivyo. Wewe ni mzima kabisa, sio mlemavu. Unaweza ukatafuta kazi ukafanya. Tafuta kazi utapata tu. Lakini samahani, nimekuomba tu nisaidie, sio mpaka uwafaidishe na watu maneno haya. Nafikiri mimi na wewe ni marafiki wa muda mrefu. Nilihitaji msaada wako tu kaka. Kwa hiyo basi kama imeshindikana, labda nikusaidie ushauri. Ushauri mimi ninao. Labda mimi cha kukushauri katafute kazi. Maana kazi zipo nyingi sana. Hata kama umefukuzwa kazi, mimi na imani utatafuta kazi utapata na maisha mengine yataendelea. Lakini sio kukupa pesa. Mimi pesa sina. Ningekuwa nao pesa ningekusaidia, lakini sina pesa. Labda kazunguke sehemu nyingine unaweza ukafanikiwa. Basi nimekuelewa rafiki yangu. Ngoja niondoke. Sawa. Nakutakia mafanikio mema. Lazima niende nyumbani. Makuruso wa mkulimani. Sijawahi. Lazima niende nyumbani. Maana ndoto zimezidi sasa. Usiukaribie, wachawi wameapa dunia kuitwa ukuta wa shetani. Usiutazame giza likita, hakuna kurejea.
mawoko zvinorwadza sei kuchengeta rufu mumawoko vazvapabata pambo riri pasina raramo vazvapatuzuka pambo riri pasina raramo What shall we do? What shall we do? Oh, Tony. What shall we do? What shall we do? Vazvapabata pambo riri pasina raramo Ardhi yetu imekuwa makao ya mashetani. Wazee wetu walituachia hii ardhi, lakini leo tunaishi kama watumwa, na wala hapana mtu ambaye anaweza akafikia ni kwa namna gani tutoka katika huu utumwa. sei kurera rufu mumawoko zvinorwadza sei kuchengeta rufu mumawoko
zvazva patumbuka pamuriri pasina raramo. What shall we do? What shall we do? Oh, Todi. What shall we do? What shall we do?
Watamatama. We nani? Umefuata nini kwenye makazi yangu? Nini kimekuleta? Hii kumbe ni mwoga. Njoo hapa. Wewe ni nani? Mimi ndo Mwangido, mfalme wote wa Wandigu. Uko chini yangu. Sawa, nimekuelewa. Naita nini hicho ulichokibeba cha kijinga? Hebu leta hapa. Haya, nifuate. Sawa, nahitaji msaada wako. Nakufa moyo wewe. Inaonekana haka nika kiongozi. Baba, nakwambia wapi? Mbona kuna hiki kikao tupo wawili tu? Ina maana wengine hawajasikia filimbi? Hiyo filimbi sio ya kichawi. Ile filimbi iko kwenye jumba la mfalme. Hizo kelele zinazosikika huko ni za nini? Unauliza hizo kelele? Unajua kama leo ni siku ya kuokoka wachawi? Namaanisha siku ya kuokoka wachawi, inamaanisha nini? Nakwambia siku ya kuokoka wachawi. Siku ya kuokoka wachawi? Kwa hiyo unamaanisha na wengine watakuwa wameenda kuokoka? Lazima waokoke. Sasa wewe umesubiri nini? Hapo hapo. Nikaokoke mimi? Mimi nikaokoke? Kwani wewe hujui umbo langu likoje? Wewe si una umbo la paka. Sasa kama unalijua umbo langu si umbo la paka, niende mle nikaibike? Una kitu, una akili sana. Nadhania wachawi sisi ni wasomi, kumbe wengine hawajielewi. Sisi ni wasomi na ndio maana sisi kwenye uchawi wetu tunaongea hadi Kiingereza. Ndio maana umeona. Sasa wao walioenda kuokoka huko wameenda kutafuta nini? Ni lazima waokoke. Mimi siwezi nikaacha uchawi.
unasikia hizo injili wanahubiri? Hakuna cha injili wala cha nini. Hicho ni chama chetu cha kichawi, ukuta wa shetani, wanafanya maombi. Unaleta nginya hapa. Wewe hujawahi kupigwa kimbora ya msuzi wewe. Unaijua kimbora ya msuzi wewe? Sasa leo nakupa vitu. Chukua. Sasa leo hujawahi kuona vitu vizuri kwa Katili Sangira Kipeja. Utayaoga. Yes, na kuchezesha kichawi. Wewe mpaka unanivua nguo shenzi. Nitakujana. Shenzi. Unanivua kichawi. Unataka kutaku. Wow. Usiku umefika, milango imefunguka, ukuta wa shetani umeamka. Matongo, acha masutani wako wewe. Wewe Matongo. Matongo. Mongido. Huyu nani? Mzee Katongo ndio. Mzee Matongo. Ndio kwambia. Mzee Katongo huyu. Mzee Katongo? Ndio. Anaweza kukupa msaada wewe. Ndio Mzee Matongo leo unaniambia anaweza kunisaidia? Ndio. Ndio huyu. Mongido. Nisikilize Mongido. Mzee Matongo. Mzee Matongo. Sikiliza wewe kijana. Ndio. Umekuaje? Mpulizie filimbi, wewe nikamsaidia. Hawezi saidia. Hawezi saidia. Kwani unapulizaje? Mongido. Nielekeze. Mzee Matongo. Mzee Matongo. Wewe kijana nani? Mimi naitwa Makurusa Mkolimani. Chukua Mongido. Uondoke naye. Kule ulipokuwa. Mongido, niendelee wapi sasa? Mongido ni mtawala wa himaya hii ya Wandigu. Huyu ndio mtawala pekee wa Wandigu aliyebakia. Kuna mtu ajabu sana yuko hapa kijijini. Huyo mtu anaweza kamaliza. Nisikilizeni. Ndio. Nisikilizeni. Sawa. Wewe kijana sio Makurusa Mkolimani. Wewe ni Adoki. Adoki. Wewe mama yako alikutoa hapa kijijini. Akakutoa kwa sababu ya kukuepusha na wachawi. Ili kusudi baki salama. Lakini nisikiliza. Mongido, tumsaidie. Wewe unajua kusaidia watu. Mongido. Unatakiwa ondoke na kijana. Ondoke naye ili kusudi baki salama. Ukibakia mahali hapa. Hapana. Sikiliza Matongo. Wewe Mzee Matongo, kwenye hii himaya ya Wandigu inapaswa kusaidia watu. Nasikia unasaidia watu sana Matongo. Kwenye maisha yangu na kuhitaji. Hapana. Samahani Mzee Matongo. Wakati wangu umeisha. Hapana. Msaidie. Wakati wangu umeisha. Tumsaidie. Mongido. Mtu anakufa unamwangalia kweli? Mongido.
Unajua dawa Mwangido? Mwangido unajua dawa? Nishachelewa. Hapana. Niondoke. Sasa tunaondoka vipi? Tunaondoka vipi? Mbona hadi zinapika? Mwangido. Mzee Matongo. Hapana, hii hali imechafukwa. Mwangido naomba tuondoke. Tuondoke Mwangido. Mwangido naomba tuondoke. Hali imechafukwa. Mzee Matongo. Hapana, naomba tuondoke mjini, ametuambia tuondoke. Mwangido naomba tuondoke. Tuondoke. Tuondoke Mwangido. Tuondoke Mwangido. Mwangido, tuondoke. Wakikusanya nguvu za zamani, moto wa laana wawaka kimya. Hivi vyote ni vya kwangu. Vyote hivi ni vya kwangu. Ndicha. Watu 10 wakijichanganya wanatembea na maji. Kuja kwa Katili Sangira Kipeja kupora madaraka. Nimeshapiga wa kwanza, nimepiga wa pili, nimepiga na kuendelea. Sasa tunaendelea na msafara. Sasa yanajifanya kidume yoyote kwa Katili Sangira Kipeja. Aje ndio Katili bwana. Katili Sangira Kipeja. Sasa ukuta wa shetani umeamka. Mwezi umefichwa na mawingu meusi, kivuli kinatembea bila miguu, sauti za wachawi zaita gizani, wakikusanya nguvu za zamani. Umeamua kuniletea mdori. Unaniletea mdori kwa Katili. Unakuja na mdori. Mwangido. Mwangido. Fanya kitu sasa. Mdori. Himaya ya Wandiku haijawahi kukimbiwa hata siku moja. Mwangido, fanya kitu sasa. Mchawi huwa hakimbiwi mchawi. Hakimbiwi mchawi. Mwangido, Wandiku haijawahi kukimbiwa. Unaweza kusema kimbia, fanya kitu basi. Huu ndio ukuta wa shetani. Unaletea kamu mchawi. Hakimbiwi wapi? Aya, nimetulia baba. Unasema Wandiku haikimbiwi. Sasa wewe utaiona chungu usiokuwa na amani. Wewe. Hiyo ni funzo. Kija karudia tena. Ewarei. Dunia utaiona chungu. Mwangido, kubwa zima hilo. Na hilo ni onyo. Na usije karudia tena. Ndio. Tena ukirudia. Na ukirudia mimi nakunyonga shingo, na kukamata na kunyonga. Nani? Na kunyonga. Na kunyonga. Na kunyonga. Yaani na kuchinja na kugeuza nyama choma. Ndio.
Kama asali. Kama asali. Wewe ndio Mongido. Yaani kijijini hapa hakuna mtu anayekuweza baba. Twende mjini baba. Twende ukaone magorofa. Achana na wachawi hao wa kijiji hiki. Taguna. Oh Mongido. Baba wewe ni wangu baba. Mongido. Hapa jua ni katoto, kumbe ni kakubwa. Huyu ni mtu mzima huyu. Usiku umefika, milango imefunguka, ukuta wa shetani